businesses arising from fear of looting and destruction of property, having considered what happened in Kisumu, where the Azimio people looted tents, chairs, and food, and Azimio people were threatening business people not to open by threatening that they will loot their wares. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. And this is money that should have been circulating in the economy. We want to urge these people to consider this afternoon to call off the chaos, the mayhem, the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. The economy had begun showing signs of recovery. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji wa Maya TV. Hii ni channel namba 1, channel ambayo inazidi kukua kwa kasi mno na inazidi kukufahamisha kila baada ya sekunde kila tukio ambalo linaweza kufanyika. Kwa sasa ambayo information imeweza kufika katika meza yetu ya habari ni kwamba naibu rais ambaye ni Gachagua ameweza kuonesha kwamba yeye mwenyewe ameweza kuingiwa na baridi na kiwewe. Hii ni baada yake kuweza kuzungumza tu katika vikao mbalimbali akisema kwamba huyu mzee wa kitendawili, huyu mganga niwachie mimi mwenyewe, nitaweza kupambana naye peke yangu. Lakini kulingana na hali ya anga ilivyo kwa siku ya leo peke yake, taifa la Kenya limeweza kupoteza zaidi ya bilioni 2 katika hali ile soko ya biashara ya dunia nzima. Hii ni kuambiaje? Hali hii ikiendelea katika siku 2, 3, 4, 5, na ukiangalia katika hali ya Kenya na madeni ambayo tuko nayo, na tumeona hivi majuzi rais ameweza kuomba deni la bilioni 700. Hivyo inamaanisha kwamba Kenya tutazidi kuwa na madeni, hanatokuwa katika hali ile ambayo tunaweza kulipa madeni yetu kwa muda. Kwa hivyo sasa tunamuona Gachagua akiweza katika hafla ambayo ameweza kufanya siku ya leo maeneo pale ya Ikulu, ameweza kumuomba kinara Raila Odinga kuweza kunyenyekea na kuja chini ili aweze kufanya mazungumzo. Ameweza kumuomba aweze kufanya mazungumzo, ameweza kumuomba rais aweze kuzungumza na Raila Odinga ili aweze kusitisha mgomo huu ama migomo hii ambayo kinara huyu Azimio alisema kwamba itakuwa kila juma la wiki, ambayo ni siku ya Jumatatu, mpaka wakati Mkenya atazidi kupata nafasi ya kupata uhuru na hali ya uchumi au gharama ya maisha itazidi kushuka chini. Ni swala ambalo limeweza kuleta tashwishi kidogo, na tujamuona kwamba Gachagua akitema ama chiche zake ambazo haziwezi kuwasha moto, chiche ambazo zilikuwa tu ni za kupiga tu mdomo pale ili kuweza kujionekana kwamba pia yeye yuwaweza kuzungumza. Na kwa hivyo ameweza kumrai, anaonekana tu akimrai kinara wa Azimio Raila Odinga, ambaye leo hakuonekana kutishwa kama anavyosema tunasema atuoli sitishwi kama kawaida. Alionekana kwamba hatishwi kwa sababu aliweza kupita vizuizi vyote vya maafisa polisi na kufanya maandamano yake kutoka maeneo moja hadi lingine, huku hata kama walipigwa vitoa machozi, lakini wapi, waliendelea na maandamano yao kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Ni swala ambalo limeweza kutushtua sana kwa kuona kwamba Gachagua siku ya leo ameweza kunyenyekea kabisa na kuweza kumuomba Raila Odinga kuja chini ili waweze kufanya mazungumzo na kuona namna ambavyo watapeleka Kenya. Lakini kwa sasa kitu ambacho nitaweza kusema kwamba mmoja, vita vya panzi au vita vya watu wawili kule, watu ambao wanaumia ni nyasi. Kwa hivyo ni swala ambalo lafaa kuangaliwa kwa ukaribu mno, kwa sababu Kenya itakuwa inapoteza fedha nyingi, na vita hivi havipo Kenya peke yake, vipo katika mataifa 5 barani Afrika: taifa la Tunisia, taifa la Egypt, taifa la Togo, Nigeria na South Africa au kusini mwa Afrika kule chini, na pamoja na Kenya. Ni hayo ni baadhi ya mataifa ambayo wanafanya maandamano haya, na tukiangalia kama Kenya imekadiria hasara kubwa siku ya leo. Na je, Rais William Ruto atazidi kutaka hasara hii zidi kukadiriwa kila baada ya siku, kwa sababu kila baada ya maandamano? Au je, Rais William Ruto ataweza kunyenyekea na kuja mbele ili wafanye mazungumzo ambayo, kwa sababu Rais William Ruto aliweza kuonekana akisema kwamba yeye hawezi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na mtu ambaye anafanya ubomozi. Lakini tukiangalia kwa ukaribu au kwa upana
ni kwamba Raila Amolo Odinga hakufanya makosa yote, ni maaskari tu walikuwa wanajaribu kuwashtumu wale waandamanaji, akiwajaribu kuwazuia kutoenda maeneo mbalimbali. Lakini ni hayo tu kwa sasa, lakini zidi kutegea katika channel hii yetu na uzidi kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uzidi kupata uhondo mmoja na uhondo zaidi baada ya zaidi. Finally, I want to assure the people of Kenya that the country is stable. President William Ruto is in charge of the country. And I want to say that the situation that we are facing today in Nairobi, life goes on, that is why we are here. Many Kenyans are going about their lives, and we are happy that most Kenyans trusted the government that will protect life and property, and they have gone to work. And they have ignored the illegal declaration of a holiday that cannot be. Nevertheless, quite a number of business people in the Central Business District in Nairobi did not open their shops and businesses, arising from fear of looting and destruction of property, having considered what happened in Kisumu, where the Azimio people looted tents, chairs, and food, and Azimio people were threatening business people not to open by threatening that they will loot their wares. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. And this is money that should have been circulating in the economy. We want to urge these people to consider this afternoon to call off the chaos, the mayhem, the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. The economy had begun showing signs of recovery, and we were getting a lot of affirmation from international financial players and no other partners. But the events that are being organized by the opposition is not good for business, it's not good for the economy, and we want to ask the organizers to consider this afternoon to call off the mayhem and the chaos so that those who did not open their businesses and shops can go back to work this afternoon. But I want to assure the people of Kenya that President William Ruto has given very firm and clear instructions to the Inspector General of Police to protect life and property. And as this afternoon, the police have taken charge of the Central Business District. No life has been lost, no property has been destroyed, and those activities will continue for the remainder of the day, tomorrow, the day after, the weeks to come, the months to come. We have a responsible government in office who have a constitutional duty to protect life and property. So we urge the people of Kenya to ignore being incited into violence and destruction of property, because it's not good for the economy, it's not good for the country. And we want to thank those who are courageous enough to ignore threats and intimidation and to go about their businesses in an orderly manner. We have a country to run, and we want to ask those who are organizing demonstrations, those who are organizing chaos, those who are organizing mayhem, to be decent people. They cannot ask the children of poor people to get involved in violence when their own children are in safety in the East African Legislative Assembly in Arusha. It is not fair, it is not right. If they are so persuaded that people need to go to the streets and cause chaos and mayhem, they should ask their children to be in the forefront so that if there are issues, their children can bear the consequences. But it is not right, it is not fair for you to ask the children of other people to go and cause chaos and mayhem where your own children are safe in another country, enjoying the perks and the luxuries of the jobs that you have given them. It is not fair, it is not right.